Mimi naamini kwamba kila mtu kazaliwa na kitu chake special. Yaani kuna namna Mwenyezi Mungu sote katubariki. Yaani kuna kitu ambacho mtu fulani anaweza akakifanya vizuri sana, lakini mtu mwingine akaona anawezaje, ni ngumu. Yaani kuna kingine mtu anaona ni kigumu kwake, lakini mwingine ndo urahisi wake ulipo. I believe kwamba sote sisi duniani tumeumbwa na karama fulani. Kuna mwingine anajua sana kupika bila hata yani he or she just comes up with recipes. Kuna mwingine anajua sana kuchora, yani hajapelekwa popote kufundishwa wala nini, lakini anajua tu. Lakini kuna mtu mwingine those things ni ngumu sana kujaribu au hata kufanya. Yani utakuta mtu mwingine huyu hajapelekwa hata shule kuchora, lakini kuna huyu kapelekwa shule, lakini bado he or she is not so good kama huyu mtu mwingine. Lakini inapokuja suala kwamba kuna mtu anatamani kufundisha wengine ama kushare something kuhusiana na kile ambacho he or she is good at, kuna ile sauti inakuja, watanifikiriaje? Watanionaje? Sijui watanisema, sijui watanijudge, watasema nini au watanisema sana. So today I'm here to share ni namna gani ya kuipunguza hii sauti na kuiondoa kabisa, ili kuziendea vile vitu ambavyo tunatamani kuvifanya na kushare na watu, instead of focusing on what other people will think. People are not thinking so much about you kama ambavyo unafikiria. Kuna hii psychological thing inaitwa the spotlight effect, iliwahi kugundulika kwamba kuna namna, yani unajua spotlight ni ule mwanga ambao unamulika at a certain area. Ushawahi kuona labda zile movies unakuta mtu anaongea kwenye stage kubwa mbele ya an audience fulani, alafu ule mwanga unamulika yeye tu pale alipo. So ile ni kwamba spotlight, yani inamulika the exact place. Yani ule mwanga ukigonga unagonga pale tu pa, unaelewa? Sasa hii spotlight effect inamaanisha kwamba yani wewe hapo ndo the attention of everything. Sasa dunia haiko hivyo, kwa sababu watu wana mambo mengi ya kufanya. People don't use their whole 24 hours kukufikiria wewe tu. It happens, ndiyo mtu anaweza akakaa na mtu kigenge wakaanza kukudiscuss wewe 5-10 minutes, lakini haiwezi kafika lisali moja watu wanakuongelea tu wewe, kwa sababu at the end of the day people have other things to do, na wenyewe wana maisha yao. Naye labda anatakiwa aende akafanya vitu vingine, anatakiwa aende kazini, anatakiwa asafishe nyumba, yani vitu viko vingi vya kufanya. Kwa hiyo hata kama mtu akiwa ana hiyo hali ya kukusema wewe au ya kukufikiria ama ya kukujudge, they won't do it the whole time. Ndio maana wale wakaimba akikusema mchana usiku watalala. So you just have to know kwamba sawa, even if people will do, kwa sababu it's nature ya watu kuongeleana, kusemana, kujajiana, but they won't do that masaa yote, na that doesn't have to stop you wewe kufanyaje, kuendea kile ambacho unakitaka, right? Kwa sababu kama sasa watu won't stop, yani leo ataongea, kesho ataongea, kesho kutwa ataongea, does it mean kwamba you should stop what you want to do? Does it mean kwamba usiendee vile vitu ambavyo unatamani kufanya kwa sababu unawaza tu kuna marafiki zangu kadhaa watanionaje, watanisema, watanijudge? You don't have to do that, kwa sababu leo ataongea, kesho ataongea, na hata usipofanya pia wataongea. So you just go on for what you want, kwa sababu people will talk, lakini they won't always talk about. The second thing ni kwamba remember why you want to do something. Remember your why. So let's say mfano wewe una ujuzi wako wa kuandaa mashamba mfano, na unajua kabisa ujuzi huo utawasaidia wakulima wengi sana, mazao yatakuwa mengi na itakuwa ni jambo zuri kwa nchi, kwa sababu at the end of the day wakulima watanufaika, wale walaji wa mwisho watanufaika, na nchi itanufaika kwa ujumla. Hivi kweli utakaa na ule ujuzi wako na unajua kabisa hichi kitu ni very 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 crucial, kwa sababu tu unahisi kuna watu watakuona kama vile unajua sana? No, ile judgment itapungua ukali, kwa sababu utaona sawa, judgment na walaji wa mwisho kuwa healthy, what's better? Utajikuta hii watu kuwa healthy na watu kuongezeana kupata kipato zaidi, na wewe pia kupata kipato is more important kuliko kuwaza hizi judgments za watu kwamba huyu naye siku hizi anajijua kama ana ujuzi sana, huyu naye siku hizi kwamba ndo kashakuwa kwamba anajua sana mambo ya kilimo. Utakuwa kumbe this is bullshit, kwa sababu hata ukifocus on these things hazikusaidii kuput food on your table. So utaona
Sasa kwa nini niendelee kuwaza hawa badala ya mimi kufocus on things ambazo zinaweza zikasaidia watu au zikanisaidia mimi kuingiza kipato? Ni kwamba detach your worth from approval. Unajua, with the advancement of technology, sasa hivi kuna lots of social medias, dunia imekuwa ipo kiganjani, watu tunaonana, watu tunajua, yani huyu anajua habari za huyu, huyu anajua habari za huyu. Kwa hiyo yani thamani yetu tumekuwa tumeiweka kwamba kwenye likes, kwenye followers, vitu kama hivyo. Kwamba okay, mimi nikiwa na likes 100 basi labda I'm beautiful. Mimi nikiwa maybe na comments 1000 basi I am famous kuliko watu wengine. Lakini ukishajiwekea tu kwamba okay, my worth ni kutokana na hichi ambacho atafanya mtu mwingine, you will always crave for it. Lakini yani the worth, thamani yako wewe ukijua kabisa kwamba mimi bila Facebook, bila account ya Instagram, bila like ya mtu hata mmoja, mimi na ujuzi wangu, mimi na neema alonijalia Mwenyezi Mungu kwamba niko hai, nipo sawa, viungo vyangu vyote vimekamilika, siumwi, just that fact kwamba wewe ni wa thamani. Yaani hata kama hujamaliza darasa hata moja, huna cheti hata kimoja, huna maybe mzazi mmoja, huna marafiki wengi, huna hata smartphone yaani ile kujua tu kwamba mimi ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi ni wa thamani. Mtu hata akwambie kitu gani, mtu hata kama uwe una kovu hapa, sijui una nini, na mtu akwambia wewe una kovu, you be like yeah, ninalo, lakini still you'll just be okay kwamba yani you're just comfortable in your own skin. That's the thing ambacho we have to cultivate. Na ukishakuwa hivyo, yani nothing will bother you. Yani nobody will bother you, kwa sababu utajua kwamba mimi huyu hajaniumba, yani huyu naye kaumbwa kama nilivyoumbwa mimi. Sasa what's the point? Kitu kingine cha kukufanya kwamba uache kufikiria sana na kuogopa watu watakujudge ni kupractice small acts of bravery. Unajua, ili kubuild our own confidence na tusivunje kwa kuwaza watu watasema nini, ni kufanya vile vitu vidogo vidogo ambavyo vita build our own confidence. So mfano kama nilivyotolea that example ya kwamba wewe unaweza kuwashauri wakulima kitu fulani. Hebu jaribu siku moja kuandika maybe something kama ushauri kwa ile targeted group ambayo unaitaka, then post au go and speak to them, au mkusanye hata wakulima mmoja au wawili, then tell them about it. Yani kulingana na that thing ambacho you want to do, that thing ambacho you really want to go for, anza step 1, yani kimoja wapo. Yani utajikuta unakuwa confident kwamba mbona I can do this. Unajua the thing kwamba ya kuwaza watu wengine watafikiria nini, ni wewe being not ready. Kusema kweli, muda mwingine ukiwaza tu kwamba mpaka nifikie muda fulani au kiwango fulani niweze kuwashauri wakulima wa nchi nzima wanielewe na wafuate ushauri, utaanzaje? Utaanzia wapi? Anzia pale mwanzo. Kile kitu cha kwanza, anza kwa kujifunza maybe, au kwa kuongeza ujuzi wako wewe ili uweze kuwasaidia na watu wengi. Kwa anza kidogo kidogo. Jambo jingine ni kwamba surrounding yourself with supportive people. So ukishajiona kwamba una vitu fulani unatamani kuvifanya, lakini unawaza watu watanionaje, watu watanisema nini, so maybe you don't have a supportive group, you don't have supportive friends, you don't have a supportive family. So jaribu kutafuta watu ambao watakuelewa na watu ambao watakuwa wanakusupport. There's no point ya kwamba wewe unatamani kufanya kitu fulani then una marafiki ambao kazi yao kila siku ni kukukosoa, na sio kwa katika hali ya kukujenga, ni katika hali tu ya kukuondolea ile confidence yako, ujione kwamba hauna kitu, hakuna unalolijua, you can't be a better person. So kama unakuwa na marafiki ambao yeye kila siku anakushusha, anakufanya ujione kwamba huwezi, hujui and huwezi kufika popote, there is no point of still calling that person a friend. Just find another person ambaye atakumentor, atakupush na atakusupport katika kile kitu ambacho unatamani kukifanya, na sio kukaa karibu na wale watu ambao wanataka tu uwe wa kawaida kila siku. Every person is meant to evolve, na kila mtu ana kitu ambacho he or she can share with the world. Kwa sababu, so stop worrying about what others are thinking of you.
Just focus on what and who you want to become. Ukifocus on who and what you want to become, zile nguvu za kuwaza watu wanasemaje, watu wanataka nini, utazihamishia katika kufanyia kazi yale ambayo unataka kuwa. Kama unataka kuwa mpishi mkubwa, hautowaza kwamba watu watasema sijui hana sufuria nzuri. Hapana, utawekeza zile nguvu zako katika kutafuta ujuzi zaidi, au katika kujua namna gani upost content nzuri ambazo zitavutia watu wengine ambao later wanaweza wakageuka kuwa wateja wako, ukafungua restaurant, vitu kama hivyo.